Katika sehemu hii ya mahojiano tunakwenda moja kwa moja kule jijini Dodoma. Tutajiunga na mwenzangu Andrew Simbila, na asubuhi ya leo atazungumza na Tobias Kiando akiwa ni mwakilishi chama cha umoja wa makandarasi na watoa huduma shirikishi nchini Tanzania. Kubwa ni swala zima la fursa za utekelezaji miradi kwa wakandarasi wazawa. Andrew Simbila, kama mnatupata vyema kutokea hapo jijini Dodoma. Tafadhali. Andrew Simbila, kama mko tayari hapo kwa ajili ya kutududavulia hizo fursa ambazo wakandarasi watakwenda kunufaika nazo, hasa wakandarasi wazawa. Andrew, tafadhali kama mko tayari hapo. Mtazamaji, tunasubiria timu yetu kule jijini Dodoma ikiunganishwa hapo na Andrew Simbila, ikiwa ni sehemu ya pili. Kipindi chetu ni Kumekucha. Kumbuka unaweza kutufuatilia pia moja kwa moja kupitia akaunti zetu za YouTube na Facebook kwa anwani Jambo na karibu. Asante sana Jacqueline, na kupata vema kabisa kutoka hapo Mikocheni jijini Dar es Salaam. Kama ambavyo umeweza kuwajuza wa Tanzania, tupo katika jiji la Dodoma na hapa ni Dodoma Hoteli, na kwa siku ya leo tumebahatika kuwa naye mhandisi Tobias Kiando ambaye yeye ni mwakilishi wa chama cha umoja wa makandarasi na watoa huduma shirikishi Tanzania TUCASA kanda ya kati, na ataweza kutujuza maeneo mbalimbali lakini pia fursa za utekelezaji wa miradi katika eneo hili, hasa kwa upande wa kanda ya kati lakini pia taifa kiujumla. Naam, mhandisi Kiando, habari ya asubuhi. Salama kabisa. Salama kabisa. Naam, Watanzania wanapenda kukusikiliza, na unajua siku zote eneo hili lina fursa kubwa sana. Wangependa kujua hali ikoje katika utekelezaji wa majukumu yenu, lakini pia ni maeneo gani yanayotazamwa? Karibu. Sisi kwanza tunashukuru serikali. Kikandarasi tunaendelea vizuri. Lakini fursa za ukandarasi haziko kwenye uwiano unaostahili. Naam. Unajua kwa nchi hii makandarasi tuko takriban 14,000. Katika makandarasi 14,000 asilimia 96 ni makandarasi wazawa. Na asilimia 4 ni makandarasi kutoka nje. Naam. Karibu asilimia 66 ya kazi zote za serikali zinafanywa na makandarasi kutoka nje. Sisi tunaambulia hiyo asilimia 33 hadi 36. Kwa huu uwiano haujengi afya kwa makandarasi wazawa. Katika hilo manake inaonyesha kabisa kwamba mpo wengi, lakini fursa inaonekana wanapata wa nje wale. Nini ambacho kipo nyuma yake hapo? Lakini pia unadhani nini mwarobaini wa jambo hili? Mwarobaini wa jambo hili ni serikali kufahamini kilicho cha kwake. Sisi ni wazao wa nchi hii ambao tunatekeleza miradi ya nchi hii, na hata inapotokea dharura sisi ndio wa kwanza kuitwa. Bwana mtangazaji, utakumbuka mwaka jana juzi ile yalitokea mafuriko nchi hii, ikiwa ni Mtwara, ikiwa ni Dodoma hii na maeneo mengine. Inapotokea dharura kama hizo, wakaanza kuitwa ni mkandarasi mzao. Ukimwita mkandarasi kutoka nje atakuangalia tu unamaanisha nini, na procedure hadi ya ripoti kwao ni ndefu. Kwa sisi tulikuwa tunaisihi serikali imarishe makandarasi wazawa. Katika hilo inaonekana kweli yanapotokea majanga wanakumbukwa, lakini katika fursa mbalimbali pengine inakuwa kipaumbele sio sana. Imezungumzwa kuhusu mfumo wa SOPA. Nilisikia hadi viongozi, waziri mkuu aliuzungumzia. Ukija ule mfumo utakuja kupunguza kadhi ya zipi, na unadhani kasi yake ya utekelezaji wapi panapokwama? SOPA ni Security of Payment. Hii tunataka kuipeleka serikalini na bungeni. Unavompa kazi mkandarasi uwe na uhakika wa kumlipa. Na faida sio kwa mkandarasi peke yake. Faida pia iko kwa serikali yenyewe. Mkandarasi unavokuwa umemhakikishia malipo, hata bei wakati wa kutenda huwa anapunguza. Anajua kama ni riba za kibenki au namna gani hazitamwathiri. Na hii tumefanya utafiti. Tumefanya utafiti nchi za Uingereza, tumekwenda Singapore, tumekwenda Australia. Miradi ile inayofanywa na serikali inavyokuwa na uhakika wa malipo, bei zake huwa ni za chini kuliko hii miradi ambao hujui utalipwa lini. Na sisi makandarasi wa nchi hii, kilio chetu kikubwa ni ucheleweshaji wa malipo kwa makandarasi.
unakuwa umefanya kazi, umemaliza, certificate ziko tayari mezani, lakini unakuta mwaka wa kwanza umekwenda, mwaka wa pili hujalipwa. Hiyo imekuwa kiturudisha nyuma sana. Okay. Ningependa kujua, inaelezwa kwamba pia kuna katika ushindani wa makandarasi ambao wanatoka kutoka nchi za nje, wamekuwa wakifanya utaratibu kwamba wanafanya usajili kama wazawa, ila hali wao wenyewe ni wageni. Hii nayo pia imekuwa ikileta changamoto gani katika utekelezaji wenu? Kwanza, unajua ndugu mtangazaji, sheria inasema ili utambulike kama mkandarasi mzawa, lazima umiliki unaita shares, asilimia 51. Na mwingine kama anatoka nje au na asilimia 49. Lakini sasa kilichojitokeza ni kwamba makandarasi kutoka nje wameanza kufanya lobbying. Kuwatafuta makandarasi wazawa kwamba tutashirikiana na nyie. Ni kweli tunashirikiana nao, lakini kilichojitokeza ni kwamba makandarasi mzawa akikubaliana na hilo kutolewa nje. Anayekuja nje. Hiyo tunaipiga sana vita. Na hata wanaosajili BRELA, mtu anavyosema mkandarasi mzawa, ni kweli awe mzawa. Hatukatai kushirikiana na watu wa nje, lakini sheria hii imekuwa haitekelezeki. Yake imefanya makandarasi wa ndani watoke nje. Kwa tungependekeza kuanzia sasa, unavyosema mkandarasi mzawa, awe ni mzawa kutoka Tanzania. Asishirikiane na watu wa nje. Kama ni kushirikiana nao, sisi tuajiri kutoka kama ni wataalamu kutoka nje, tuajiri kwenye makampuni yetu. Hapo ni nini? Kuna urasimu ambao udhibiti, kuna watu ambao wanasimamia. Kwa nini jambo hili linaendelea? Umebaini ni ulegevu ambao uko kwenye bodi ya usajili wa makandarasi, tunaita Contractors Registration. Mtu anavyosema ni mzawa, alafu unaona kuna jina mtu anaitwa Lee kutoka Guangzhou huko wapi, huyu ni mzawa aina gani? Mimi siwezi nikaenda China nikajiita mimi ni mzawa. Kwa hiyo sheria mimi naona ni mbovu na ifutwe kabisa. Ajiri hao wengine wanaotoka nje kwenye kampuni zetu. Hapo ningependa kujua katika utekelezaji wa majukumu yenu kwamba malipo yanachelewa. Unakuta muda mwingine mradi unaonekana umeshakamilika na malipo yanachelewa. Unapopata mradi mwingine, mradi umechelewa. Hii kwa wale ambao wanatazama wanajua kabisa jina mkandarasi fulani jina lake linaonekana lakini kazi imechelewa. Wao hawajui kama hujalipwa. Imekuwa pengine ikiwapa changamoto katika kuweza kulinda majina ya kampuni zenu. Imetupa changamoto kubwa. Kwanza tunakuwa hatuaminiki na wale watoa huduma shirikishi. Unajua unavyofanya mradi hata kama ni wa bilioni 3, 5, huu una involve watu wengi. Anayekusupply mafuta. Sasa unavyokuwa umefanya kazi halafu yeye humlipi, imani ya yeye kwako inapungua sana. Na imefika mahali wanakuambia kama ni mkandarasi anakuja kukopa hapo, naomba usihangaike. Bora bidhaa zako zibakie ndani kuliko kumkopesha mkandarasi ambaye hujui atalipwa lini. Ina maana hilo inakuwa linarudisha nyuma sasa ushirikiano baina yenu. Inarudisha nyuma sana na wengi makandarasi wamefirisika. Wamefirisika kwa sababu walikopa kwenye mabenki. Mabenki huwa hayarudi nyuma kwenye masuala ya riba. Riba inaendelea kusoma kwenye benki wakati wewe hujalipwa. Kwa hiyo inaathiri sana. Na sisi ndio maana tulikuwa tunapendekeza kupitia TUCASA, tuna proposal kupeleka serikalini na bungeni, kitu tunakita SOPA, Security of Payment Act. Hii itatuhakikishia pande zote mbili. Serikali inavyonipa kazi iwe na uhakika mimi taifanya na kuimaliza. Lakini pia mimi ninavyopewa kazi na ihakikishia serikali tafanya na sio vinginevyo. Asante. Hapo tukienda kuangalia kwa sababu kwenye hii uwanda wenu ni mpana sana. Upande wenu kama makandarasi, pengine kuna wale ambao wanapoteza ule ubora ambao mnao kwa kufanya miradi, wanafanya miradi pasipo ubora. Najua inawezekana baadhi yao wapo. Hao wanawapa changamoto gani nyinyi katika kuweza kulinda taswira ya hii tasnia? Unajua ndugu mtangazaji, hii ni misafara ya mamba ambao na kenge huwa anajitumbukiza mle. Sisi upande wa TUCASA
tuna kitengo kinachoshughulikia nidhamu kwa mkandarasi. Inapotokea mkandarasi amefanya kazi chini ya kiwango, sisi TUCASA mkandarasi anaitwa kwa TUCASA anao uwezo ya usajili wa makandarasi kwamba huyu mkandarasi sisi hatumwamini, mfuatilieni. Na wale makandarasi wa baba ulingo wako barabarani tu. Serikali si kitu cha kuichezea. Unapokuwa umekabidhiwa kazi, tekeleza wajibu wako. Ndio. Katika umezungumza hapo kuhusu taasisi za kifedha au watu ambao watoa huduma shirikishi, muda mwingine kuonyesha kukwama katika baadhi ya sasa, katika hilo una ujumbe gani kwa serikali lakini pia mamlaka zile ambazo zinahusika kwenye kuwatazama zaidi hapo? Kimsingi kwa mfano haya mabenki hatuwezi wakati mwingine kuwalaumu. Tunachosema sisi, kila mtu awajibike upande wake. Iwe na fungu la kumlipa mkandarasi. Nakumbuka kipindi cha Mheshimiwa Rais marehemu Benjamin Mkapa alikuja na mfumo wa cash budget, kwamba ukitoa kazi na pesa yake umetenga pembeni, huna hela usitangaze kazi, kwa sababu sisi hatuna uwezo wa kujitwisha madeni kwa niaba ya serikali. Unajua, unavyokuwa mimi na kudai serikali bilioni 5, bilioni 10, nina watu wengi mgongoni. Sasa usinifanye mimi nikashindwa kulala kwa sababu ya serikali umeshindwa kunilipa. Kwa cash budget ndio itatuondolea hii. Au hii SOPA tukipeleka bungeni ikadhinishwa, hii itatusaidia sana. Kila mtu atawajibika upande wake. Ndio. Kama TUCASA kwenye kwa sababu ndio mnatazama kama wasimamizi kwenye kulisukuma hili, mpo kwenye mchakato gani mnavyoona tunaelekea? Kuna ile alama ya kijani? Alama zipo. Alama zipo, tuko kwenye stage ya mwisho kulipeleka hili serikalini. Naamini serikali itaona umuhimu wake, watalitekeleza. Kwa sababu nini? Hata hapo nyuma tulikuwa tuna makandarasi wazawa tumepewa limit ya kufanya miradi ya bilioni 10. Tulivyozungumza na watu wa serikali kwamba hii ni miradi mdogo sana, wameidhinisha, wamepitisha na bunge. Kwa sasa sisi makandarasi tunafanya miradi ya bilioni 50. Tumeruhusiwa kufanya miradi ya bilioni 50. Lakini hilo uliouliza mwanzo, kama bilioni 10 Mchina alianza kuingilia humo, tukaanza kufanya lobbying ndogo ndogo, itakuwa sembuse bilioni 50. Kwa hili kama serikali imeonyesha nia njema, hii ya bilioni 50 itakavyoanza kufanya kazi, basi tuwe serious, wafanye makandarasi wazawa. Katika utekelezaji wa yenu, unajua pamekuwa pana changamoto zinatokea, kwa mfano ndo haya majanga, mafuriko. Juzi tumepitia changamoto ya mafuta, nadhani pia inaendelea bado. Huwa inawapa ugumu gani kwenye utekelezaji wa majukumu yenu? Ugumu wa miradi hii kama hii ilivyotokea kuanzia tarehe 1 nafikiri mwezi huu, kupanda kwa mafuta kutoka 2800 hadi 3800. Hii ni bei kubwa sana, na hasa kwa sisi tunaoshughulika na miradi ya ukandarasi. Nitakueleza mimi. Mradi niliokuwa nafanya, nilinunua mafuta tarehe 2. Tofauti ile ya bei, sisi tulipoteza milioni 10. Kwa sababu tulinunua mafuta lita kama 3000 na kitu. Na wenzetu wengine na wengine. Huo ni mradi mdogo, sio ile miradi mikubwa. Kwa hiyo inapopanda bei, anatakiwa aliyotoa kazi, procurement entities, mnakaa na mkandarasi kwamba hili limetokea, unafanyaje? Maana mimi sihitaji kufuji chochote. Wewe ulivyokuwa unaandaa estimate za kazi zako, ulikuwa na zile parameters. Ni bei hii, nondo ni bei hii, na vingine vinavyohusiana na ujenzi. Sasa vimebadilika. Mkandarasi sio wajibu wake kulibeba hilo. Tunakaa mezani, tunarekebisha, alafu tunasonga mbele. Katika ile sasa, kwa umesema hapa mmepita Singapore, umetaja Uingereza, wao wenzetu wameshaendelea na mataifa ambayo yameendelea muda mrefu. Wao pengine mambo kama haya yanapotokea huwa wanafanya nini? Lakini pia Tanzania wanalipi la kujifunza hapo? Linapojitokeza hili si jukumu la mkandarasi peke yake, ni jukumu na pia la mtoa kazi. Kwa sababu nia hasa ni kazi iweze kufanyika na kwa muda na bila upande wote kupata hasara. Hilo ndo la msingi, lakini uwezo kumwachia mkandarasi peke yake alibebe. Hiyo haipo. Ndo kwa hao wenzetu inapotokea kama hili, la kwanza kabisa ni kuitana. Limetokea hili, tufanyeje? Mna adjust. Sio miradi yetu wanasema ni fixed, lakini fixed katika hii hali ambayo imesababishwa na Netanyahu na Trump kupigana Iran.
Tofauti. Hiyo ni tofauti. Okay. Kwa kitaalam tunaita force majeure. Limejitokeza jambo ambalo halikutegemewa. Okay. Unajua mafuta haya huwa anaweza kapanda shilingi 50, 100, hii inajulikana, kapande kashuka. Lakini sio kama ya safari hii. Asilimia ilikuwa ni kubwa sana. Hii ya safari hii ilikuwa ni kubwa. Okay. Ndio. Na Tanzania tunalipi la kujifunza kwa upande sasa wa serikali katika hili? Tukielekea katika mifumo ya SOPA kama mfumo uliosema kulipa cash, lakini katika hili kuna lipi la kujifunza kwa sababu tunategemea matukio kama haya huwa yanajirudia? Ndio. Una ujumbe gani kwa mamlaka? Kwanza tuzungumzie kwa mfano swala la mafuta. Tulishauri kwamba ni vema serikali ikawa na akiba ya mafuta. Naam. Tusitegemee yanaingia na kuuzwa. Kuna dharura zinajitokeza. Lakini wakati mwingine kama huu mafuta yamepanda, kizuri duniani gold, dhahabu imepanda. Dhahabu, soko la dhahabu imepanda mara mbili. Kama serikali ilikuwa na mpango wake, ilisema imeanzisha mfumo wa kuweka akiba dhahabu BOT, ndio hapo unavuta miche ya sabuni, miche ya gold ile, unauza, una stabilize uchumi wako. Jambo jema kabisa. TUCASA humu ndani nikitazama kama hivyo unasema ni wenyewe mmoja makandarasi na watu wa huduma shirikishi. Sasa hebu tuwatazame watu wa huduma shirikishi katika utendaji wa kazi zenu. Wana mchango gani katika mafanikio yenu, lakini pia ni vipi ambavyo mnashirikiana? Hawa wana mchango mkubwa sana. Watu wa huduma shirikishi ni wale kwa mfano wanauza mitambo, wanakodisha mitambo, wanauza vifaa vya ujenzi. Kazi ya ujenzi unaofanya unawahitaji hawa. Na tumeungana hawa ili tatizo linavyojitokeza wawe wanajua, wasije wakadhani tunadanganywa. Unavyosema bei zimepanda, mradi umesimama, na yeye anaona. Kwa ni watu muhimu sana kwenye construction industry. Ndio. Na kupitia TUCASA na wanachama, kuna wale wengine ambao hawapo ndani ya TUCASA na wanatekeleza majukumu yao. Kuna fursa gani mtu anapokuwa ndani ya TUCASA? Fursa unapokuwa ndani ya TUCASA ni pale unavyopata na tatizo, unawasiliana na uongozi. Hilo tatizo linakuwa sio la kwako peke yako. Uongozi una mbinu, unaweza kuchannel tatizo hadi kule kuhusika. Lakini unavyokuwa huko peke yako, hujajiunga na vyama muhimu kama hivi, unakufa wewe mwenyewe. Unabaki kulalamikia huko pembeni, ambayo haisaidii. Ndio. Katika hilo una ujumbe kwa wale makandarasi, sababu kuna ambao tayari washaanza, ila kuna vijana ambao wanakuja wanatoka katika vyuo vya elimu ya juu. Una ujumbe gani kwao katika kufikia kwenye umuhimu wa kujiunga na vyama kama hivi? Cha kwanza unavyokuwa na association ambayo ina nguvu, pia hata sauti inakuwa ina nguvu. Kwa hawa vijana kwa mfano wanaomaliza universities hawa, mwajili mkuu ni sisi ambao tunaendesha makampuni ya kikandarasi. Serikali haina uwezo wa kuajiri vijana wote hao. Na sisi si kuajiri tu peke yake, mpaka kuwa train. Wanavyokuwa vioni wakati wa field ule wa mazoezi, sisi ndio tunafanya training. Serikali hutuandikia barua, tuna vijana wetu wanataka kuja kufanya training, sisi ndio tunafanya hizo kazi. Wanavyomaliza tukimwona ni mzuri, tunamwajiri. Bado kwenye ushirikiano wa hii bodi ya usajili wa makandarasi pamoja na vyama kama TUCASA, imesaidiaje kuweza kupunguza wale makandarasi wasio ambao pengine mtu aliwekwa tu aliingizwa, lakini kupitia vyama hivi au bodi hizi imesaidiaje kudhibiti ongezeko la kundi hilo? Kimsingi wale makandarasi wababaishaji wengi aidha wamejitoa kwa sababu ya ubabaishaji wao, lakini bodi ya usajili wa makandarasi wakisha kugundua unafanya ubabaishaji huu wanakufutilia mbali. Tanzania na mataifa mengine ambayo yameendelea, tumeona kuna mataifa ambayo kienda nakuta makandarasi wale wazao wanapewa fursa mbalimbali. Tukianza tena wenyewe ambao wanapewa nafasi sana, kwa mfano China, kienda kwao miradi mingi wanawapa wale wazawa. Lakini kwetu tumezungumza hapo asilimia ni chache sana. Hii inaathiri vipi tasnia hii, lakini pia faida kwa upande wenu nyinyi kwenye miradi? Nchi hujengwa na watu wake. Ni kweli sisi hatuwaonei wivu makandarasi kutoka nje. Lakini lazima tukubali tujenge cha kwetu hapa nchini. Hii miradi tunayowapa makandarasi kutoka nje ni pesa ya hapa ndani.
kuwepo na program maalum ya kuwajenga wazawa. Inaweza kachukua miaka 5, 10, lakini baadaye utakuwa na makandarasi wenye nguvu hapa nchini. Kadri muda unavyozidi kwenda, miradi mingine hautahitaji hata kuwaita hao kutoka nje, kwa sababu tutakuwa na uwezo wa sisi wenyewe kufanya kutekeleza hii miradi sisi wenyewe. Wengine inawezekana kwa kasumba, hata watu tumezoelea takiwa na jambo lake, hata upande wa kandarasi hata miradi kwa Tanzania wengi, kwamba mtu akitaka kufanya jambo lake, hebu cheki kampuni fulani ya nje. Hii kasumba inawezekana inachangiwa pengine masopa tunavyosema hivi. Ni wewe unaizungumziaje? Tunafeli wapi hapo? Hii kasumba ni mbovu. Na mimi namshukuru kwanza Mheshimiwa Rais alishaahidi makandarasi wazawa tukifanya vizuri ataongeza mafungu kwenye construction industry. Mheshimiwa Waziri Mkuu alikuwa na ziara mkoani Tanga kule, amezungumzia umuhimu wa kuwajenga makandarasi wazawa. RC Charamila Dar es Salaam amekutana na mkandarasi mwenzetu pale Kings Builders, anajenga daraja pale. Alidhani ni Mchina, anakuja kugundua ni mkandarasi mzawa. RC Njombe kule Anton Mtaka amekwenda kwenye majengo akidhani makandarasi wazawa. Na hata makandarasi wenyewe kutoka nje, kwani wanatumia wataalamu gani? Ni wataalamu kutoka hapa nchini. Tunapishana tu kwenye nidhamu ya usimamizi. Hiyo na sisi tunatakiwa tujirekebishe. Uswahili wetu kwenye mambo serious tuyaache sisi wa Tanzania. Uswahili ndio huwa kuna vitu vinafanyika ambavyo vinaleta shida kidogo. Ni kweli hiyo kwenye weakness tulikuwa nayo tuseme kweli. Hiyo pia inatuangusha. Swala la mitaji linamgusa mtu yote kwenye makandarasi, kwenye shughuli nyingine zote maendeleo. Kwa upande wenu swala la mitaji linatazamwa vipi, na pengine mnapata changamoto zipi katika baadhi ya utekelezaji wa miradi? Mitaji ni changamoto kubwa kwa makandarasi wazawa, kwa sababu ili uweze kuendesha mradi mkubwa inatakiwa uwe na capital ya kutosha. Capital ya mitambo, capital ya pesa. Na unavyoenda kuomba mikopo mikopo ya benki natakuwa ulipe riba. Sasa hiyo inamwathiri namna gani mkandarasi? Sisi hatukatai kukopa benki, lakini pale unavyochelewesha malipo yako, hiyo inatuathiri sana. Kwa inafika mahali ambapo mkandarasi mwingine unakuta hakopesheki kutokana na rekodi zake za hovyo za huko nyuma, kushindwa kulipa mikopo kwa wakati. Hiyo inatuathiri sana. Kwa mwisho wa siku tukizunguka pote, mifumo SOPA ndio inaweza kaja kupunguza hizo changamoto. SOPA ni muhimu sana. Ndio. Ningependa kujua, kwa sababu tunazungumzia fursa hapa katika masuala ya miradi na utekelezaji. Ndio. Kwa mfano hapa kanda ya kati. Kiangalia sasa hivi ni moja kati ya kanda ambazo zinakuwa kwa kasi, hasa zikibebwa na jiji la Dodoma. Kutokana na ongezeko la watu, lakini pia maboresho ya serikali, miradi mingi inaletwa hapa. Hivi fursa zikoje kwa makandarasi wazawa, wanatazamwa vipi katika miradi mbalimbali ambayo inaendelea? Makandarasi wazawa hasa hii miradi mikubwa hatujashiriki sana. Kwa mfano Dodoma tuna miradi ya ring roads. Na miradi yote hii unakuta inafanywa na kampuni kutoka nje. Sisi mwanzoni tulishauri miradi kama hii kuwe na sheria. Mkandarasi mgeni anavyokuja hapa nchini amepata mradi, angalau afanye subcontract ya 20%. Ndio. Kwa unavyojenga ring road umeni subcontract mimi 20%. Hiyo upande mmoja kwa njia moja nyingine itaniinua. Lakini sio kuniinua tu peke yake, unapokuwa na makandarasi kutoka nje unapata tunaita exposure. Unaona wenzio wanavyopangilia shughuli zao na wewe uko pale utajifunza. Hautakuwa yule uliyekuwa mwanzo. Kwa mfano ilikuwepo kampuni ya hapa nchini ya Konoike kutoka Japani. Ninayo mfano mizuri, makandarasi 2 watatu waliinuka na ni makandarasi wakubwa sana hapa nchini kupitia Konoike. Ndio. Lakini sasa kama mvuzungumza ni jambo zuri na ni ushauri ambao mzuri, kama kupitia chama kama TUCASA ukiwashirikisha serikali katika kuimarisha fursa zaidi kwenu, wao wanakopo wanachelea nini hapo? Ni kukosa
sisi wenyewe tunajiangusha. Ukiona kampuni kutoka nje rangi fulani hivi unaona hii ndio inakufaa kila kitu, lakini sio kweli. Tupo makandarasi wazao ambao tuna commitment kubwa na kazi ya serikali. Hatuna mzaa unavyonipa kazi ya serikali. Kama sina uwezo nitakataa kwamba hii sitaiweza. Lakini kwa ile ambao nakubaliana nao lazima nifanye, nitekeleze na kwa wakati. Ndio. Katika utekelezaji wa majukumu, kwa mfano kampuni yako, wengine wewe gani ambazo kuna siku ushakutana nazo kwenye kazi ukasema kabisa kwamba kweli nimefanya kazi lakini nimekutana na hii changamoto ambayo inabidi kweli itazamwe na tuweze kukaa sawa? Changamoto ni sehemu ya maisha. Kukumbana na changamoto kwenye construction industry ni jambo la kawaida. Lakini lazima unaangalia changamoto imetokana na nini? Nini suluhisho lake? Je, hii ni changamoto ni ya kwanza wewe mwenyewe kuipata au zimepata na watu wengine? Unashirikisha wenzio, mnakwenda mbele. Usikae unalialia kwamba hii imenikuta nini na nini. No. Lazima ujue jinsi ya kuitatua. Na kupitia TUCASA nadhani kuna namna ambavyo mmeweka kuweza kusaidiana hata kupata baadhi ya vitu vya muhimu ikiwemo mitaji. Huwa mnafanya vipi? Ndani ya TUCASA kuna baadhi ya wenzetu wanamiliki mabenki. Ndani ya TUCASA ndo hawa tunawasema watoa huduma shirikishi. Hao wana mitambo, wanauza vifaa vya ujenzi. Wote hao tuko nao pamoja. Alafu inasaidia sana kwa sababu sisi tunapofanya tendering wala haituchukui muda mrefu. Nikiwasiliana na watoa huduma shirikishi ananiambia bei ni 1 2 3. Inakuwa rahisi zaidi. Kwa inakuwa ni rahisi kutokana na huu umoja wetu. Ili kuweza kufanikiwa zaidi tunaona miji kama Singapore, China huko wameshatuzidi wenzetu wako mbele. Ingawa ukiangalia wengine tulianza kama tukiwa sawa tu na miji inajengwa vizuri, tunaona miundombinu ya kuboresha zaidi. Ili Tanzania tuweze kufanikiwa zaidi kwa kutumia yani output ambayo nyinyi mpo wengi sana na mnafanya kazi. Nini serikali ifanye, lakini pia nini wadau mbalimbali wafanye kuhakikisha kwamba makandarasi wanafanya vitu bora na taifa linaweza kunufaika na uwepo wenu? Yako mengi ya kujifunza kutoka huko, lakini kikubwa kuliko vyote ni nidhamu. Nidhamu ya kazi. Lakini pia investment kwenye mashule. Wenzetu wameinvesti pesa nyingi kwenye mashule, na tukizungumzia upande wa makandarasi sisi investment iko pia kwenye skills. Skills jina lake proper kwa Kiswahili sijui. Ujuzi. Hilo ni jambo kubwa sana. Ndio. Sasa hivi taifa tunaona lipo katika mfumo wa kubadilisha elimu kwamba iwe ya vitendo zaidi, masuala ya ujuzi, stadi za kazi. Unadhani kuelekea huu mabadiliko haya inaweza kuleta tija katika hilo ambalo unalizungumza? Nataka seriousness kubwa kuinvest kwenye masuala ya shule, education sio jambo dogo. Inataka investment kubwa. Kuanzia kwenye colleges kama ya technical universities, hizi technical schools, kote huko lazima muinvest vya kutosha. Kwa jinsi ambavyo unaona sasa hivi kuna hili jambo linazungumzwa sana kuhusu makandarasi upande wa kina dada, wanawake na maanisha. Miaka nyuma kidogo ni kama walikuwa chini zaidi kwa sababu ya nature asili ya kazi. Ile inaelezwa kama pana sasa hivi pana ongezeko kidogo. Mmelipokeaje na mnalionaje katika utekelezaji? Kweli linaonekana? Linaonekana. Kwanza tunaipongeza serikali, mwaka huu nafikiri wa fedha wametoa miradi special kabisa kwa ajili ya makandarasi wanawake. Tunaanzia Tanzania Women Contractors Association. Wamewapa miradi hadi hii ya lami katika kuwajenga uwezo. Lakini project zile ni ndogo. Wengi wanakuwa wamekosa nguvu kwa sababu hawana mitambo, hawana mitaji mizuri, kwao wanaishia kufanya vikazi vidogo vidogo. Serikali kiinvesti kikubwa, na kuinvest hatuhitaji sisi kuombaomba. Nipe kazi nilipe, nitanunua mitambo, nitasonga mbele. Hiyo ndo dawa. Hiyo ndo dawa. Katika hilo teknolojia ambayo kwa sasa tupo nayo Tanzania na tuzidi kuangalia kwa sababu kuna hii wanasema akili bandia, mambo yanaongezeka. Katika utekelezaji wa majukumu yenu na swala la teknolojia, kuna uwiano gani hapo? Teknolojia inazidi kuongezeka, pengine unatumia kifaa hichi hapa kutengeneza, ila kuna sehemu nyingine kuna kifaa kingine ambacho kinafanya kazi kwa urahisi, gharama iko hivi. Mapokeo yakoje na nyinyi mmejipanga vipi hapo? Sisi tumejipanga kwa sababu teknolojia haijasimama. Kadri tunavyozidi kusonga mbele teknolojia inabadilika. Hata mitambo tulikuwa tunatumia huko nyuma kwa sasa mingine haitumiki tena. Kwa hiyo ni vema kujipanga
kulingana na teknolojia inavyotaka. Ukiwa unajenga jengo, una miradi ya maji au namna gani, lazima uendane na hilo. Chini ya hapo utatoka nje ya ulingo. Yeah. Kama chama TUCASA na kama mwakilishi kwa kanda ya kati, pengine mna mpango kazi gani kuhakikisha kwamba mnazidi kukuza hii tasnia hasa kwa wale watu ambao mnawasimamia? Kwanza tuna trainings, tuna zile tunaita huwa tuna kozi fupi za mafunzo. Hizi huwa tunazifanya hapa nchini ili kuhakikisha makandarasi wananolewa kuhusu usimamizi wa miradi na vitu vinavyohusiana na hiyo. Lakini pia tuna ziara za kwenda nje. Kwa mfano mwaka huu nadhani Septemba tunatakiwa kwenda Portugal na Spain kwa ajili ya kwenda kujifunza masuala haya ya ukandarasi. Kwa hatujakaa kimya. Na kupitia mafunzo hayo ushirikishwaji ukoje? Ni wanachama au kuna hata baadhi ya vijana ambao wanachupukiwa wanashirikishwa, au ni kwenye chama tu nyote husika? Hiyo huwa ni wanachama. Wale vijana tunawafanyia on job training. Yani wakati wa mazoezi yale ndio tunawafundisha kule. Lakini kwenye ziara kama hizi ni wanachama wa TUCASA. Basi nadhani kwa kumalizia, ningependa tu ujumbe kwa serikali na mamlaka husika kwa ile ambayo linazungumza kama ndio 40, so lazima la kubadilishwa kwa mfumo na malipo kalipwa kwa wakati. Una ujumbe gani kwa tuisihi sana serikali? Tunarudia tena, kwanza tushukuru, lakini tuisihi sana ithamini chake. Charity begins at home. Sisi ni wazao wa nchi hii, tutafia hapa nchini, watuthamini sisi. Na sisi kwa niaba ya makandarasi wenzangu tunaiahidi serikali hatutaiangusha. Na pale wanavyoona kuna mkandarasi mwenzetu amefanya ndivyo sivyo, wawasiliane na TUCASA. Tuna mwarobaini wa kulitibu hili sisi wenyewe kwanza, kabla CRB hawajaanza kutushughulikia. Na kwa kumalizia, na kwa Watanzania na ile kasumba yao ya kuamini zaidi ngozi zingine, ngozi nyeupe, wapi neno na waambia nini hapo? Waache kabisa. Nchi hii tuna wasomi wa kutosha. Tumesoma hapa nchini na tumesoma nje. Kwa hiyo sio kwamba hatuna uwezo. Swala hatujapewa fursa. Asante sana. Shukrani sana. Mtazamaji wa ITV, kama ambavyo umeweza kufuatilia, huyo ni mhandisi Tobias Kyanda ambaye ni mwakilishi wa TUCASA kanda ya kati, na umeweza kusikia ameweza kuelezea mambo mengi, fursa mbalimbali, lakini pia mambo ya kutazamwa ili kuhakikisha kwamba tasnia hii inaweza kuleta maboresho makubwa kwa taifa, lakini makandarasi wazawa kuweza kutazamwa, kushirikishwa ili kuweza kuleta tija kwa taifa. Hadi kufikia hapo mimi sina la ziada kutokea hapa Dodoma Hotel, na kama unavyoweza kuona hakika mandhari ni bora kabisa. Kwa yule ambaye unakuja Dodoma, basi kaa ukijua fikia hapa Dodoma Hotel kuweza kupata huduma za kupata mapumziko, lakini pia na huduma mbalimbali. Lakini pia siko peke yangu, nipo na mpiga picha Abdallah Kaniki. Mimi ni Andrew Simbila, nirejeshe sasa matangazo haya kwenu studio. Na asante sana Andrew Simbila na timu yako yote hapo. Tunamshukuru pia bwana Tobias Kyanda akiwa ni mwakilishi chama cha umoja wa makandarasi na watoa huduma shirikishi Tanzania. Tumeweza kusikia mengi kutoka kwa mtazamaji. Kubwa ilikuwa ni fursa za utekelezaji wa miradi kwa wakandarasi wazawa. Kwa niaba ya timu nzima ya pale Dodoma kiongozwa na Andrew Simbila na timu nzima ya hapa Dar es Salaam, tunasema hatuna la ziada. Asante kwa wale ambao wameweza kutufuatilia toka mwanzo wa kipindi hiki hadi tunavyofikia tamati. Usiondoke, taarifa ya habari marudio inafuata hivi punde.